Selim alisoma text yangu akakaa kimya. Niliumia, nikaona wacha nimfuate huko chumbani kwake, maana sasa anataka kuniletea upuuzi. Nikainuka na kwenda kugonga na hisi. Alijua tu kuwa ni mimi, akaja kufungua mwenyewe akaniuliza unataka nini? Nilimwangalia kisha nikamuuliza unanitambulisha au nijitambulishe? Una maana gani? Selim, unaniona kama mtoto au nini? Alivyoona kama nimebadilika akafungua mlango na kuniruhusu niingie bila kusita. Nikaingia. Nilinyoosha hadi kwenye sofa nikaa. Yule bidada akawa kama haelewi. Selim akanitambulisha. Honei, huyu ni binamu yangu. Akanigeukia na kuniambia, Nasra, huyu unayemuona mbele yako ni mwanamke wangu, anaitwa Jenny. Oh, nimefurahi kumfahamu Jenny, karibu sana kwenye familia yangu. Oh, sorry yetu. Aliitikia asante kisha nikaaga na kurudi Rome. Kwangu kwanza nikamtumia Selim text, yani hapo sijielewi, hasira si hasira, natamani kulia, natamani kucheka, uunye. Siwezi kuchanganyikiwa peke yangu, lazima tuchanganyikiwe wote. Nilichukua simu nikaanza kutipe. Nilimwambia Selim, binamu, umeniangusha sana. Unawezaje kutoka na mwanamke kama huyo? Dada kakomaa, hana hata nyama. Nikaweka na emoji za kucheka. Selim alijibu muda huo huo, haikuhusu. Poa, ngoja nitakuja kukuonesha watu wanaofaa kutoka na wewe. Wakoje? Fanya yanayo kuhusu. Moja ya vitu vinavyonihusu ni pamoja na wewe. Socher, usubiri nitakacho kuonesha. Baada ya test hiyo hakujibu. Nikakaa zangu huku nikiangalia movie. Nilipochoka nikalala. Kesho yake asubuhi na mapema nikavaa nguo za mazoezi na kwenda tena mazoezini. Basi wakati niko mazoezi, Josh alipita akanipungia mkono. Josh ni yule jamaa niliyekula naye ile siku nilotaka kumtumia ili kumfanya Selim aone wivu. Ndo hivyo mkaka wa watu alianza kuleta mazoea, akawa anahitaji mpaka tutoke. Kiukweli sikuwa nampenda, ila nilikuwa namchangamkia kumfanya Selim aone wivu. Josh aliniomba tutoke dinner, nikamwambia sawa. Tulipiga story 2-3, nikawa naonyesha kumchangamkia sana. Basi alifurahi mwenyewe, tukakubaliana usiku tutoke dinner. Aliondoka na mimi nikarudi chumbani kwangu, nikaenda bafuni kuoga. Nilioga nikamaliza, nikaona ngoja nimtext Selim. Hakuwa amenicheki tangu asubuhi. Nilimtumia msk nikamwambia aje chumbani kwangu, hakunijibu. Nilichukia, nikawa naangalia simu kila muda. Mara nikasikia mlango unafunguliwa. Kucheki ni Selim. Alikuja akaniuliza unataka nini? Binamu yangu, pamoja na kwamba umelala ukitulizwa, ila bado unakuwa na mnuno. Nimekuita nikiwa na maongezi muhimu sana na wewe, hivyo ningependa ukae kwanza ili tuelewane. Alikaa na kunambia ananisikiliza. Nikaanza kuongea. Nina shida na mtatuzi wa hiyo shida ni wewe, so nahitaji msaada wako. Nenda kwenye point. Okay, iko hivi, kuna watu nataka kuonana nao, ila naogopa kwenda mwenyewe kwa sababu mi si mwenyeji huku, hivyo naomba tuongozane. Sifanyi huo ujinga mimi, aliongea akitaka kuondoka. Nikamsimamisha na kumwambia, nimekuita kiurahisi tena kwa ungwana kabisa, so please nisaidie kwa hiali kabla sijatumia nguvu. Unanitisha? Sijasema hivyo, ila ukikataa nitakutisha. Siendi na siku ni nyingine, usije kuniita kwa upuuzi kama huu. Kingine, haya mavazi yako nimeshakwambia sitaki kuona ukivaa. Selim, acha vituko. Mimi na huyo mwanamke wako nani anayevaa ajabu? Umeshawahi kuliona goti langu au tum? Yule mtu wako mwenye utajiri wa mifupa, maskini wa nyama.
Anavaa viungo vyote nje. Nora iwe mwanzo na mwisho kumuongelea. Mwanamke wangu, hivyo unanielewa? Mwanamke wako, wakiitwa wanaume wenye wanawake utapita na wewe, embu nipe jibu moja bwana, utanisindikiza au? Kama hunisindikizi nitakuharibia. Nitamwambia huyo Chikonde wako kuwa mimi ni mkeo na si binamu yako. Usije ukathubutu kufungua kinywa chako na kumwambia chochote kuhusu sisi, unaelewa? Kuthubutu na kufungua kinywa ni kitu simple hasa. Ukikataa kutoka na mimi leo, nitaufungua huu mdomo wangu nimwambie kila kitu. Nora, nitakuja kukutakaa uamini mimi sio baba yako wala kaka yake. Narudia tena, mimi sio baba yako wala kaka yako. Najua wewe ni mume wangu. Oh, sorry, najua wewe ni binamu yangu. Alikasirika na kunisogelea akanibananisha ukutani. Mnyee, pumzi kama zikaanza kubadilika, nikajichomoa pale nikakimbia na yeye akaunga tela, akaanza kunikimbiza. Tukaanza kukimbizana chumbani, mlango nao ulikuwa wazi. Sasa wakati tunakimbizana huku na kule, mara mlangoni nikamwona Chikonde Jeni. Niliwaza, nikaona subiri, nilisimama. Selim akaja akanikamata, alafu maksudi nikajituliza kifu ani kwake. Selim mwenyewe alishangaa, mapigo ya moyo yalibadilika. Akabaki ametulia ananiangalia tu, mtoto wa kike haha. Selim hakujua kama Chikonde wake yuko mlangoni na mimi ili kumkomesha Chikonde niliamua kufanya